Hello, it's Mshana the Blacksmith. Nimerudi tena na leo nataka nijibu maswali au swali lenu au maswali ambayo watu wengi wana comment kwenye social media zangu baada ya kuona na post video ambazo naongelea maswala ya vita, maswala ya mawazo yangu binafsi, sizungumzi mawazo ya jeshi yanasemaje au sijui mawazo ya army yanasemaje, US Army au Marines, no, mawazo yangu kama mimi. Lakini watu wanasema, Mshana, hivyo vitu unavyoongea ungekuwa bongo, ungefutwa kazi, ungenyang'anywa cheo, sijui ungefanywa hivi, ungepotea. I don't know about that, but nataka nizungumzie Marekani. Je, Marekani ina operate vipi na kwa nini na uwezo wa mimi kuongea na kujisikia the way I feel and my mawazo yangu bila repercussion au consequences, umeona? Nataka tuzungumzie hivyo na nataka nigusie kidogo historia ya Marekani. Nataka nimuulize ChatGPT. Kama mnajua ChatGPT ni moja ya Open AI ambayo ina majibu mazuri sana, majibu ambayo yamenyoka. Kwa hiyo tutamuuliza ChatGPT hapa kwenye kompyuta yangu. Tutaangalia vitu vyote ili mradi wewe uelimike na pia ujifunze kwamba dunia inavyoenda. Of course Marekani is not a perfect country. Nataka nikupe hapo as a warning au disclaimer kwamba sikai hapa nikasifia Marekani is like a perfect country, lakini nataka nikuonyeshe utofauti kutokana na historia, constitution ya Marekani na vitu vyote. Marekani, kwa nini raia wa Marekani wana uwezo wa kuongea vitu ambavyo ingekuwa nchi zingine zingeonekana wanatoa siri za serikali au labda hawana uwezo wa kuongea, that too much information, unaweza kukamatwa. Like it's crazy. So acha tuongee kidogo. Ni story, tunapiga story tu 1 2 3 bado nijibu tu zile comment za watu, lakini natumaini ninyooshe maelezo vizuri bado nielewe. So Marekani, kabla sijamuuliza ChatGPT, kwanza subiri niongee mimi mawazo yangu. Marekani ni nchi ambayo imepata uhuru mwaka 1700. Yes, 1700. Sio 800, sio 900. Najua Tanzania hapo nafikiria 1960 na ngapi ndio tulipata uhuru, 61. Tunazungumzia mwaka 1776. Ndio nchi ya Marekani imepata uhuru wake kutoka kwa nani? Kwa British. Kwa hiyo jumla ya miaka iliyopata uhuru Marekani ni kama miaka 250 na tangu imepata uhuru nchi ya Marekani. So nchi ya Marekani watu wanaiona tu ni nchi ya Marekani sasa hivi karne ya 21, lakini nchi ya Marekani ni nchi kongwe sana kwenye masuala ya demokrasia, masuala ya uongozi. Imepitia vikwazo vyote wewe, like just you name it. Umeona, you name it. Umeona, wewe ataja orodha ya vikwazo na matatizo ya nchi ya demokrasia tangu nchi ya Marekani ilivyokuwa changa mpaka imepevuka. Marekani imepitia masuala ya kuabolish au kukataza utumwa, abolish of slavery. Imepitia matatizo ya kuwa na racism, kina Malcolm X, Martin Luther King na waambi wote hao, mpaka wamewekwa masanamu yao ndani ya ofisi. Mtu mweusi au Martin Luther King, sanamu lake limewekwa ndani ya ikulu kukumbuka kwamba ni mtu ambaye amepambania haki ya binadamu wote kuwa sawa. Tunazungumzia nchi ambayo imepambania kuwa na rais hata angalau mmoja Black America au rais mweusi, tumempata Obama. So ni nchi imepambania watu walikuwa wanakatazwa kuongea, kuexpress hisia zao, mawazo yao. Ni nchi ambayo imetoka kwenye historia ngumu, imepitia vikwazo vingi mpaka ilipofika hapa. So mimi nishukuru tu Mungu, nimekuta Marekani tayari imepevuka. Kwa hiyo watu kama sisi tunakuja Marekani tumeikuta serikali tayari imepevuka, tunajikuta tuna uhuru ambao nchi zetu tulizotoka zilikuwa hazitupi. Nchi zetu tulizotoka zilikuwa
it's a bad word to say, ni neno baya kulizungumza, lakini ni neno ambalo ni la kweli. Yani lina depress uhuru wa watu kuongea, na ukiongea kuna madhara, lazima usema utapotea. Sijui kama ni kweli utapotea vipi, lakini unaweza ukakamatwa, ukasingiziwa kesi ambazo unaambiwa sijui unashawishi watu sijui vitu kama hivyo, au unaweza ukakamatwa, vitu vya hovyo vinaweza kukukuta kwa sababu tu umeongea na umekanya serikali. So like America is kind of different. Kwa nini Marekani mtu anaweza kukaa hapa as a personal opinion watu wakamtukana Rais Trump? Yani of course kuna watu mitandaoni, kama watu ambao mnafuatilia mitandao mnaelewa serikali ya Marekani ilivyokuwa ni serikali ya ajabu. Yani raia wake wanaweza kumtukana rais vyote wanavyojisikia, kama wanamkosoa, wanamcriticize, wanamuona awe rais gani kituko, au wanamuona Biden rais unasinzia, wanamtengenezea memes. Like unaweza kumtengenezea memes rais zetu wa Afrika? Oh, probably not. Maybe yes, I don't know. But ni nchi kwa nini imekuwa watu wake wanaonekana na uhuru mkubwa sana wa kuongea? Umeona? So hiyo ni kwa sababu ya historia ya Marekani. Imepitia vikwazo vingi. Umeona? Ni Marekani leo hii unaweza kuikuta Marekani, mtu kama mimi ambao sijazaliwa Marekani, nimekuja Marekani, nimepandia basi njia kati, nimeweza kujiunga jeshi lao, na watu wengi ambao immigrant wanajiunga jeshi la Marekani. Like how kwa nchi zetu ambazo bado tuna ule maturity haijaingia vizuri kwenye masuala ya demokrasia na masuala ya kiuchumi na masuala ya kiserikali, kweli hii tunaweza tukaona jambo la ajabu kumkaribisha mgeni na akaingia kwenye serikali na akapanda vyeo mpaka kuwa mkubwa, na ni mtu tunamuona huyu ni mtu wa kuja, yani sio mzaliwa. Kwa imagine huo tofauti tu uweke kwenye akili yako kufikiria mtu wa mgeni aje labda nchi yoyote, tutaki kutaja nchi lakini tuseme labda Tanzania, let's say tutaje tu Tanzania au Kenya whatever, aingie serikalini. Marekani hata kuwa serikalini unaweza kuingia hata kama ukiwa mgeni, as long umepata passport na umekuwa raia wa Marekani. Kwa hiyo ukishakuwa raia, kitu ambacho utashindwa kuwa rais tu, top of the head, umeona, kichwa cha serikali, ndio hicho peke yake ndio utashindwa kuwa kama umepata uraia wako kwa naturalization au kupata kwa kuzaliwa. Umeona? Hicho tu peke yake ndio unashindwa kuona, lakini unaweza kawa mbunge wa Marekani, like wewe wakuja unaweza kufikia katika hatua hiyo. Imagine nchi imekuwa na demokrasia, imekuwa katika hiyo pande huo. Jeshi ni kitu ambacho ni nyeti sana. Umeona? Sisi tunaona serikali zetu za Afrika, uwezo kaingia jeshini kama sio raia, au tunaona wanaangalia hadi umezaliwa wapi, wanaangalia cheti chako cha kuzaliwa, wanahakikisha wewe ni wa pale. Hauwezi kaingia jeshini umesema sijui, hata umesema mimi Mwafrika mwenzenu tuseme labda Kenya aende kusave jeshi la Tanzania. I don't know if that can be a thing. Sijui, sina uhakika, lakini naamini mtu hata kama umetoka Kenya uweze kusave jeshi la Tanzania, na umetoka Tanzania uweze kusave jeshi la Kenya. It's never gonna happen. Lakini nchi kama Marekani, Tanzania, sijui Afghanistan, sijui nani umetoka wapi, umekuja hapa, una uhalali wa kukaa hapa, unaweza kujiunga na jeshi na ukapanda vyeo mpaka kwa mkubwa jeshini. Like how? Just how America? Just give us answers. Una trick gani Marekani? Marekani trick gani? So tumuulize ChatGPT kwa sababu watu wanashangaa kwa nini mimi naweza kuongea. So ChatGPT anasema hivi. So utaona hapa nimemuuliza ChatGPT, nikauliza why is it in America there is too much freedom of speech, right? ChatGPT akaniambia hivi, kwa nini Marekani kuna uhuru mkubwa sana wa kuongea? Kwa nini inaonekana hivyo? ChatGPT ananiambia that's a really thoughtful question, right? And it taps into a deep and often debated part of American culture and law. Okay, so swali langu nimemuuliza ChatGPT ilikuwa nasema why is it in America there is too much freedom of speech? Kwa nini ndani ya Marekani inaonekana kuna uhuru mkubwa sana wa kuongea? So hichi ndio jibu lake alilonijibu. Akaniambia that's a really thoughtful question. Hilo swali zuri sana. And it taps into a deep and often debated
part of America culture and law. Ni swala ambalo linaleta mjadala mkubwa sana ndani ya culture ya Marekani na sheria za Marekani. Sema the US has what many consider an exceptionally strong commitment to freedom of speech rooted into the First Amendment. So Marekani kwanza, kitu cha kwanza kumbuka, sheria au constitution ya Marekani au katiba ya Marekani wanaita kuna vitu vinaitwa amendment. So First Amendment, sheria ya kwanza Marekani, ukifungua katiba yao wanakuambia ni freedom of speech. Umeona? Freedom of speech ipo kwenye katiba, andiko sijui whatever utataka kuishi, kifungu cha kwanza kabisa ni uhuru wa nini? Wa kuongea. So especially when compared to other countries. So like nakwambia, here's why it seems like there is too much of it to some people, especially when compared to other countries. So anakwambia hizi ni sababu, anataka kuja kuelezea sababu kwa nini Marekani inaonekana, ukikompare na nchi zingine duniani, Marekani inaonekana it has like people, they have a way too much freedom of speech. Like, mtu anaropokwa, anajiongea anachokisikia. So like the First Amendment is very broad. The First Amendment says, sheria ya kwanza kwenye constitution yao, katika katiba yao, wanakuambia Congress shall make no law abridging the freedom of speech. Wanakuambia parliament, wenyewe wanaita Congress, kwa Afrika Tanzania tunaita parliament au bunge. Bunge aliwezi kutengeneza, hataki kutengeneza sheria yoyote kama inayokandamiza au inayofanya kama kubana uhuru wa kuongea. Haitakiwi, yani bunge haitakiwi kuweka sheria yoyote au kuandaa au kutengeneza sheria yoyote ambayo inafanya kama kuziba mtu asiongee, yani kiuhuru. Hiyo ni sheria yao. Hiyo sio maneno yangu, hiyo ni constitution yao. Sijui watu mnanielewa au mnaona mimi naongea. Okay, over time the US court, especially the Supreme Court, have interpreted this very broadly. This means kwa muda sasa, baada ya muda mrefu watu wanachanganyikiwa. Kwa nini uhuru wa kuongea ni nini Marekani? Sijui na nini. So court ni nini? Mahakama ya Marekani ikaja kuelezea uhuru wa kuongea unamaanisha nini. Tukisema watu wetu au raia wa Marekani wana uhuru wa kuongea, wanamaanisha nini? Wanamaanisha hate speech. Yes, umeona kama unaelewa kizungu kabla sijatafsiri. Hate speech is generally protected. Hate speech is generally protected. Narudia tena. Hate speech is generally protected. Speech au mazungumzo au kuongea kuhusiana na chuki ni haki ambayo imelindwa. Unaweza ukaelezea chuki yako, unachukia nani, umpendi nani, umpendi rais gani, umpendi mbunge gani, yani unaruhusiwa kuongea. Kama unachukia kitu unaongea as long upangi kwenda kumuua huyo mtu, au upangi kwenda kumassassinate, au upangi kwenda kufanya kitu kibaya kwa huyo mtu. Unaongea tu, bwana mimi simpendi Rais Trump, au bwana mimi simpendi Biden kwa sababu 1 2 ABC, bila kusema mimi simpendi rais fulani naenda kumuua. Hapo sasa umekosea. Lakini ukisema tu mimi sipendi Trump anapofanya au mimi sipendi Biden anapofanya, hamna mtu atakuuliza kwa nini unasema hivyo. Sawa Afrika, ukisema umpendi rais fulani anapofanya, utakuja kuelezea mahakamani au kituo cha polisi ulikuwa unaongea nini. So hiyo ni Marekani, na Marekani nakwambia ina miaka mingapi? 250. Imepita kwenye nyakati tofauti mpaka leo imefika kina mshana tumekuja Marekani tunaongea tunavyojisikia. It's because they went through all of those bullshit. Ilikuwa hamna uhuru wa kuongea kiasi hichi. Ndio pale kulikuwa kuna Malcolm X, Martin Luther King walikamatwa, walifungwa jela, lakini imeshavuka huko Marekani. So alafu kingine nakwambia, offensive or unpopular opinions are protected. Offensive manake offensive opinion manake ni opinion zako au mawazo yako ambayo yanaweza nini offensive, yani
Kiingereza kukitafsiri kwa Kiswahili sometimes ni ngumu. Okay, so offensive ni kama chuki fulani au kumuumiza hisia za mtu fulani. Yaani opinion, mawazo yako unaongea mawazo, bwana mimi dini fulani, kitu fulani sikipendi hivi na hivi. Japo ukipendi, lakini hata kama watu wengine, kifano mimi naweza nikasema sipendi masuala ya LGBTQ na nina haki ya kusema hivyo. Hamna mtu atakuja Marekani ataniuliza, sawa, Marekani kuna uhuru wa masuala hayo, lakini naweza nikasema mimi sipendi. That's it. Nobody ataniuliza. Sipendi kitu fulani, sipendi dini fulani, siwezi nikasema sipendi dini, mimi napenda dini zote, lakini yani upendi siasa fulani, sipendi, like hamna mtu atakuuliza. False, ndio maana nikakwambia hata subiri nitakuja kuelezea hivyo vingine mbele. Nitakuja kuuliza tena, nitamuuliza ChatGPT kuhusiana na mwanajeshi wa Marekani ana uhuru wa kuongea. Kana mimi uje kusikiliza atatujibu tena kuhusiana na mwanajeshi wa Marekani, je, ana uwezo wa kuongea? Kucompare na nchi zingine, utashangaa majibu yake. Endelea kusikiliza. False speech unless is a deformation or so false speech pia inaruhusiwa. Unaweza kaongea vitu ambavyo havina ukweli. Yani Marekani is crazy. Mimi naweza nikakaa hapa nikaongea vitu ambavyo havina ukweli kuhusiana na mtu yoyote. Unless wanakuambia unless it is deformation or cause clear harm. Unless inaweza kutengeneza madhara au ni deformation. Labda wanasema mtu fulani kafungwa, yupo jela akati hajafungwa. Au mtu fulani amebakwa akati hajabakwa. Hivyo ndio vitu ambavyo, lakini unaweza kaongea tu vitu ambavyo havina ukweli, lakini kama unaona ni ngumu sana kutofautisha vitu ambavyo havina, ukaweza kaongea ni ngumu. Kuna line nyembamba sana ya kucross. Unaweza ukacross ukajikuta umeongea kitu ambacho sio sahihi. Unaweza ukavunja sheria, lakini kuna uhuru ule wa kuongea mpaka ukaongea vitu ambavyo unaweza ikawa havina ukweli, lakini mawazo yako hamna mtu atakuuliza. That's America. Mimi mwenyewe nilipofika Marekani nilishangaa sana kuona watu wanaandamana. Mimi mara ya kwanza, kama watu mnaangalia video zangu nilipokuwa California, nilikuwa nashangaa na waona Waislamu au Free Palestine wanaandamana California. Nilikuwa naona kitu ni cha ajabu kwa sababu sikuwahi kufika Marekani. Hii ndio ilikuwa mara yangu ya kwanza. Marekani watu wana uhuru wa kuandamana, tena wanaandamana kuhusiana na masuala ya Palestina. Nilikuwa na hichi kitu Marekani hakiwezi kikatokea kamwe, lakini kuja kushangaa it happened. People wanaongea na hamna mtu ambaye anawakamata au kuadhuru au kusema serikali, kwa nini unaongelea masuala ya Palestina? Si hatuwapendi. No. You have a freedom to talk. I love this country about that. Najua Marekani so perfect, ina matatizo yake na majanga yake na ujinga wake mwingi sana unafanya, lakini kwenye masuala ya kuachia watu wake waongee ni jambo ambalo ni W au win kwangu mimi, kwa sababu unakuta unapata raia ambao sio vichwa maji, raia ambao sio wanapata mkumbo kwa sababu wanamuogopa serikali kwamba itawapoteza wakisema criticize au wakikosoa serikali. Unakuta raia ambao wanaweza kumcriticize rais bila kupata madhara yoyote, kwa sababu at the end of the day hii nchi tumekuvote au tumechagua rais au tumechagua kiongozi fulani au tumechagua chochote. Sisi raia ndio tumechagua, tumekuwekeni. Kwa hiyo msituzuie tena tusije kuongea, lakini let's continue. So hiyo kwa haraka hiyo ndio kwa haraka. Naona hapa ChatGPT ameendelea kunipa madini mengi huku chini, umeona, lakini nataka nimuulize ChatGPT swali lingine. Umeona? Nataka nimuulize ChatGPT swali lingine. So hili ni swali lingine nimemuuliza hapa ChatGPT, namwambia where is it? Hii hapa. Nimemuuliza, nasemaje? Does a US soldier has a freedom of speech? Je, mwanajeshi wa Marekani ana uhuru wa kuongea? Tunazungumzia masuala ya uhuru wa kuongea. Sijui mtu anaweza kaongea Marekani kwa kujisikia. Je, mwanajeshi wa Marekani, kama unavyoona wanajeshi wetu wa Afrika, jeshi wa Afrika uwezo kwa wanajeshi kaongea, lakini je, mwanajeshi wa Marekani ana uhuru wa kuongea? Swali jibu ile hapa. Anakuambia great follow up, and the answer is yes. The answer is yes. Najua wa Mwafrika hapo roho inasema kwa nini hawana uhuru wa kuongea mwanajeshi? Lakini Marekani sio nchi kama nchi
like America zina upuzi wake mwingi, lakini that's what I'm saying. I love America, the way it operates. It's different, it's very unique. Yes, mwanajeshi ana uhuru wa kuongea, but with important limits. So mwanajeshi ana limitation kidogo, tofauti na raia wa kawaida. Raia wa kawaida ana uhuru ambao kama almost unlimited. Yani raia wa kawaida anaweza akasema chochote. Lakini mwanajeshi kidogo kuna mipaka kweli. Na ndio maana nakwambia mimi sawa mwanajeshi, naongea uhuru wangu, lakini sio uhuru sasa utakuja kuongelea. Uhuru moja wapo ni sawa kusema mimi naongea kwa niaba ya jeshi. No, uwezo kaongea kwa niaba ya jeshi. Naongea kama raia au kama, ndio maana kila wakati nikiongea naongea kama mkazi wa Marekani au raia wa Marekani. That's it. Uwezo kusema naongea kwa niaba ya jeshi. Mimi sina cheo hicho cha kusema kuongea kwa niaba ya jeshi. Hapo ndo unakuwa unakosea. So pia lakini ChatGPT atatupa majibu yake. Mona, a US soldier do have a freedom of speech under the Constitution, but it's more restricted than for civilians. Wanakwambia mwanajeshi wa Marekani ana uhuru wa kuongea ndani ya mkatiba, lakini inakuwa kidogo ina restriction kulinganisha na raia. Here is why and how. What a soldier can do within limit: express personal opinion. Yes, mwanajeshi wa Marekani, mimi mwanajeshi wa Marekani naweza kuongea masuala ya opinion yangu, mawazo yangu. Kumbuka zile video ninazosema ni mawazo yangu kutokana na vita ya Israel na Palestina. Mawazo yangu. Sisemi mawazo ya jeshi au mawazo ya Marine au mawazo ya US Army, no, mawazo ya mchana. So that's why kuna uhuru wa kuongea. Express personal opinion. Kwa hiyo hamna kifungu cha sheria cha Marekani kitakuja kunikamata mimi kwa sababu nimeongea mawazo yangu. Na ndio maana hata ukienda ni kitu ambacho I hope Mwenyezi Mungu atunusuru na Marekani isifike kwenye ikabadilika ikawa Marekani ya dictatorship. Lakini Marekani tunaoishi sasa hivi hauwezi kufikiria hata kupelekwa mahakamani kwa sababu umeongea mawazo yako. Labda Marekani ibadilike watuletee Marekani ya masuala ya dictatorship. Lakini Marekani tunayoishi sasa hivi ni Marekani ya uhuru wa kuongea. Nakwambia express personal opinion. Yeah, as a soldier unaweza kusimama na kuongea mawazo yako. Mimi sipendi vita, napenda vita. Sipendi Israeli walichofanya, sipendi labda Iran walichokifanya, sipendi labda Palestina walichokifanya, napenda Palestina mawazo yangu. Sipendi Trump walichokifanya, napenda Biden walichokifanya, mawazo yangu. For example, on social media, yes. Umesikia vizuri mbongo mwenzangu au Mwafrika. Tunaweza tukafika huko level ya Marekani, lakini pengine litachukua muda. Najua sasa hivi watu wanasema wananiandikia sana comment kusema tunapambania sasa hivi no reform, no election, vitu kama hivyo. Najua changamoto ya Afrika, tunaogopa sana nchi zetu kwa sababu nchi zetu zimeshatutishia kwamba ukiongea against the government unaweza ukafungwa, unaweza kutokea vitu vibaya. Lakini tutafika huko level ya Marekani. Tuna safari ndefu, lakini Marekani, imagine Marekani anakuambia for example on social media. Yeah, unaweza ukafungua social media yako ukaongea in a private conversation. Yes. Yani unaweza kaongea private conversation, mimi na wewe tunaweza kukaa tukapiga story. Sipendi kitu fulani, sipendi Biden, sipendi Trump anafanya, sipendi Obama. Private conversation. Social media, yes. Tanzania ukoma mwanajeshi, uwezo kaingia kwenye social media ukaanza kuropokwa. Usifanye hicho kitu. Unachokifanya mimi Marekani usiige mtu mwingine Tanzania au Kenya au wapi. Sijui nchi zenu, ni nchi yangu pia sababu nimezaliwa, lakini kwa sasa hivi kama anasema sijui nchi zenu zinavyo operate. Lakini kwa nchi ambayo naishi mimi naangalia sheria ya nchi. Ndio maana sifanyi vitu kwa kukurupuka, nafuatilia sheria za nchi nayoishi. So, yeah, on social media I have a right to say for a vote and have a political belief. Na haki ya nikiwa raia kamili. Sasa hivi bado ni mkazi wa kudumu wa Marekani. Una uhuru, mwanajeshi ana uhuru wa kuwa na kuvote. Hivyo vitu vya kuvote mimi is not even really big thing for me. Hata sifikiri sana masuala ya kuvote. Write letter to editors or contact elected officials as long as it's clear they speaking as a private citizen. Yeah, unaweza kaandika gazeti, unaweza ukaenda kuhojiwa na mtu yoyote kwenye chombo cha habari kama ni raia wa kawaida. Uende kuongea kwa niaba ya nini? As a private citizen. Narudia tena, as a private citizen.
Ndio maana kuongea mimi mawazo yangu nasema ni mawazo yangu, sizungumzii masuala ya jeshi na nani jeshi anasema nini as a private citizen. Sijui mmenielewa bongo wenzangu? Okay, what a soldier cannot do. Vitu gani mwanajeshi wa Marekani hawezi kufanya? Criticize the government or president while in uniform. Kukosoa jeshi, kukosoa serikali au kumkosoa rais wakati umevaa uniform. Yes, hiyo ndo shida ya kuwa mwanajeshi. Ukiwa mwanajeshi huwezi ukavaa uniform alafu ukaanza kumkosoa rais, huwezi ukawa umevaa uniform alafu ukaikosoa serikali. Ndio shida ya jeshi. Lakini nikiwa nimevaa nguo zangu za raia alafu nikajirekodi nikaongea mawazo yangu, hapo manake mawazo yangu kama mtu raia wa kawaida, sio kama mwanajeshi. Lakini ukivaa uniform, yes, now you follow the order and command. So lazima ujue hizo tofauti na ujue sheria, utapotea. Ujue sheria sehemu unaoishi, utochanganya madesa. More. Under the Uniform Code of Military Justice, USMJ, speech that undermine military discipline or good whatever, hivyo vingine utasoma kwa muda wako kama utagugo. Participate in political activities in uniform. Huwezi kuparticipate katika masuala ya kisiasa wakati umevaa uniform. Yani hivi vyote vinavyoelezea chini hivi hata naweza nisivisome, lakini nikakuelezea tu kwa chochote kinahusiana na masuala ya uniform. Mona uwezo ukakiongea wakati vitu vyote ambavyo unaviona hivi negativity towards the government, hivi ni vitu ambavyo unakosoa serikali very harsh, unaikosoa serikali vibaya sana, utakiwa kuvaa uniform. Vaa zako nguo za raia kama mimi ninapofanya, ongea. Lakini ukiongea vitu vya positive, yes, unaweza kaongea vitu vya positive wakati umevaa uniform. Sasa mimi nikiongea vitu vya positive na kwa nimevaa uniform, sawa, naweza ngaongea masuala ya maisha, nimevaa uniform. Naweza ngaongea masuala ya jeshi na nalolipenda, experience yangu, hivyo unaweza ukavifanya wakati umevaa uniform. Lakini ukianza kuongea masuala ya vitu negative, utakiwa kuvaa uniform. Huwezi kuikosoa serikali wakati umevaa uniform. Huwezi kumkosoa rais wakati umevaa uniform. That's the difference. Umeona? Kwa hiyo I hope umeelewa. So I hope hii video yangu nimeelezea vitu kiufupi na kidetails. Umeona, ningeendelea kuongea kwa sana, lakini I hope umeelewa kwamba vitu utofauti wa nchi ya Marekani na nchi nyingine. Marekani, narudia tena, Marekani sio nchi perfect. Marekani na madudu yake, Marekani na mabaya yake, Marekani na vitu ambavyo mimi sikubaliani navyo. Japo na save jeshi la Marekani ipo Marekani, kuna vitu ambavyo sikubaliana navyo. It's okay. Umeona? Na kuna vitu ambavyo vinafanya vizuri, nakubaliana navyo. Naona hivi ni vitu vizuri. Naongeaga sana masuala uchumi wa Marekani unaofanya vizuri, nasema yes, this is a good thing. Nchi zingine tuige. Freedom of speech, kitu kizuri. Nchi zingine tuige. Lakini ni ngumu sana, na inatia uhuzuni unavyoona nchi zetu ambazo tumezaliwa tulikuwa tuna uhuru huu wa kuongea. Yani kweli mimi mshana sasa hivi na uwezo wa kuongea ninachojisikia, lakini nilipokuwa nyumbani siwezi kuongea. Na ndio maana watu wengine wanatoka huko walipotoka wanakimbilia Marekani, alafu wana file asylum kusema bwana, huko tulipotoka tulikuwa tunakataza kuelezea hisia zetu, kukosoa serikali, practice dini yetu. Yes, kuna watu wanakimbia huko wanapotoka, wanashindwa kupractice hata dini yao. Inawezekana kama Mkristo kama Muislamu, kuna nchi uwezo kupractice belief yako. Lakini Marekani, it doesn't matter wewe ni Muislamu, useme unaabudu Mungu, unaabudu jua na nini. It's up to you. It's up to you, na serikali haitakuja kuongea mlango kukuuliza wewe dini gani, unafanya nini, kwa nini unaabudu hicho, kwa nini unaamini. Ndio maana hata jeshini tunaingia, hauambiwi kikwazo cha swali la kwanza kabla hujaingia jeshi la Marekani ulizo wewe dini gani. Kwa sababu wewe Muislamu basi huwezi kuingia jeshi letu. No. Na ndio maana unaona hii nchi imeendelea na inaendelea. Ina mabaya yake, lakini mazuri yake wanafanya very very strategic, ambayo inasababisha matunda na kuifanya nchi inaendelea kila siku. Kwa sababu unavyowapa raia wako uhuru wa kuongea, maana yake unatengeneza raia ambao very creativities in their mind. Watu wanafikiria vizuri, wapo very sharp. Ukifanya jambo baya kama rais watakukosoa, na unajua it's okay kukosolewa. Kama rais, huwezi kumkuta Rais Trump, sababu ukiingia social media sasa hivi Rais Trump anakosolewa na watu kibao. Wengine ni maga wenzake wanamkosoa kwamba
Hutakiwi kusaidia Israeli, tusaidie. Kuna wengine wanamwambia saidia. Yes, kila mtu ana wazo wake. Huwezi kukuta watu wote raia ambao population ya Marekani karibu milioni 400 inakaribia milioni 300 na karibu milioni. Huwezi kuwa na watu wote wanakusifia tu, watu wote wanakuambia wewe yes. Huwezi, unless kama wewe ni dictator. Huwezi. Lakini kwa nchi zetu nyumbani lazima usifie kiongozi, na ukimkosoa, yani mimi ndio kiongozi wenu Afrika, ukinikosoa kudareki, ukinikosoa utakiona cha. Lakini dunia haitaki kuishi hivyo, hatutaki kuishi hivyo. Sasa kama kiongozi umesema wewe nchi yako ni democratic ambao unafuata sheria za demokrasia, then fuata sheria za demokrasia. Sio unachagua cha kufuata demokrasia na unachagua kitu gani sio cha kufuata. Umeona? Unless umesema bwana nchi yangu mimi ni ya monarchy, mimi ni monarchy, mimi ni dictatorship, it's okay. Umeona? Lakini ukisema hii ni demokrasia, then you cannot pick and choose. You have to give your people freedom of speech. Umeona? So nitaka nikuonyeshe huo utofauti wa Marekani na nchi nyingine, na hope umeelewa, na hope nashukuru kwa kuwa na concern juu yangu mnapoposti masuala ya kuelezea uchambuzi wangu mimi binafsi. Sivai uniform, sivai hizi uniform nikaanza kuelezea uchambuzi wa jeshi au uchambuzi kama ni na vango zangu za raia. Nasema mimi kama raia au mimi kama mkazi wa Marekani, mimi kama na uhuru kwenye katiba yetu ya Marekani, maono yangu. Siwezi nikavaa uniform nikasema nazungumzia kwa niaba ya serikali ya Marekani au nazungumzia kwa niaba ya jeshi. No, I will never. That is against the law, especially under USMJ. Ninaweza kushtakiwa kama mwanajeshi nikianza kuzungumza kwa niaba ya jeshi la Marekani. Mimi siwezi kuzungumza hivyo vitu. Lakini kama mkazi wa kudumu wa Marekani, naweza nikazungumza nikasema vita hii mono wangu. Kwa hiyo naelewa kwa nini watu mna concern, wa Tanzania wenzangu, wa Afrika wenzangu, na mshana bwana usije ukakosa ugali bwana. Naelewa kwa sababu nchi zetu nyumbani ugali unaokosa. Hata haijalishi umevaa nguo za raia, haijalishi yani ugali unaokosa. Lakini shukuru Mungu. Na najua pia kuna news imeonekana ni general ameachishwa kazi ambaye alikuwa anafanya kazi Pentagon. Okay, let me explain vitu vingine. Pia hata kama kuna uhuru wa kuongea, kwanza general ameongea lugha ambayo ni harsh. Amezungumzia straight, amesema amewaita Israeli ni nini? Ni kundi cha as a cult. It's like amehitaji ile Twitter yake nimesahau. Ameita wauaji, cult ya wauaji. Afu jamaa ni mtu mkubwa. Sawa. Kuna vitu unaweza kaongea, ana uhuru wa kuongea kama raia wa Marekani, lakini ni mwanajeshi mkubwa. Uzungumzia general ni nyota. Alafu unazungumzia umekosoa serikali ambayo Marekani ni alai wake kwa kiasi cha kwamba umewaita wauaji. Like of course pengine ni kweli. Kwa mimi wazo yangu kama raia, kama mkaza wa Marekani, mimi naona Israeli kweli ni wauaji. Kwa ngumi wazo yangu, lakini siwezi nikaa kwenye uniform nikasema hivyo. Utafukuzwa kazi, yes of course. Au utashtakiwa under USMJ. Lakini kwa general kauli yake ni kauli ambayo sawa na rais. Ni kauli ambayo ni kubwa sana. Umeona? Akitweet yeye tofauti na mimi nikitweet. Umeona? Umeona? Huyu ni general, mimi ni sawa mwanajeshi, lakini alafu pia general hakuongea kwa kuwa smart. Unajua unaweza ukakriticize kitu ambacho serikali haifanye, lakini unatakiwa uwe smart unapoongea. Yeye ameenda moja straight forward kuwaita ally wa Marekani, hata kama mimi siwapendi au mtu gani huwapendi, lakini ameenda straight kuwaita. Amewaita jina baya sana kama kawatusi ndani ya mitandao ya kijamii, na yeye ni mtu mkubwa sana. So like that's why amefukuzwa kazi. Umeona? So like sidhani kama atashtakiwa na kufungwa, sababu still at the end of the day ni raia wa Marekani, ana uhuru wa kuongea. Anaweza kapoteza kazi lakini ana uhuru wa kuongea. Lakini all in all, nashukuru kwa comment zako, kwa concern zako, lakini natumaini nimeelezea, umeelewa. See you on the next video. Bye bye.